Hata mimi wakati nimepita alichakaza mwili, akajua amenimaliza. Unajua, ngoja nikwambie, utu wa ndani ukiharibika huwezi kufanya chochote, hata huwezi kuamini. Lakini ndani pakiwa safi, mwili unarejea haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo ndio maana nimekuambia mawazo yako yawe mbali, yani kitu cha ndani kiende mbali na mawazo yako. Unajua mawazo yamo ndani ya kichwa, yanatakiwa yaende mbali, kwamba nataka nijenge self. Na kabla hujanunua kiwanja, mawazo yako yawe makubwa eneo lile, na Mungu wako ndani awe mkubwa. Vitu vingi mnafeli sio kwa sababu hamfanyi kazi. Mnafanya kazi lakini mawazo hayajapanuka, imani haijapanuka, lakini mwili, macho yanataka. Sasa macho yakitaka, yakitamani, kama mwili wako, kama neema ile ya kujua ninachofundisha hujakijua, utakaa humu ndani mpaka unazeeka. Mwenza kwa high five. Mwambie mimi sitaki kuzeekea huku ndani. Nataka nionekane nina mvi, lakini ndani mawazo yangu mimi ni kijana wa miaka 23 na uwezo. Na ndio maana wazee kama Ibrahim walikuwa wanawapita hata vijana. Sijui kama unanielewa. Walikuwa wanawapita vijana. Kuna wazee sasa hivi ambao wanajitambua, vijana hawaoni ndani, pamoja na nani yao. Kwa nini? Mzee ameamini kwamba mimi naonekana ni kokoo, lakini mimi nitafuga kuku wangu na nitauza na nitapata milioni ngapi? Kokoo huyo anazungumza. Lakini kijana amekaa kusema kwamba nitatajirika, nitakwenda Ulaya, nitakwenda kufanya kazi, na Ulaya kwenyewe ni hakuna kitu, ni ushoga tu. Ukitaka kujua Ulaya ni kubaya, muulize Trump. Mpigie Trump simu, muulize kwamba Ulaya imenuka haijanuka. Kama unajua Ulaya imenuka. Imenuka. Kwa nini? Vitu vinavyokwenda kufanyika kule ni kinyume na mapenzi ya nani? Sasa mzee au mama ana uwezo wa kufanya vitu vikubwa kuliko msichana. Kwa nini? Yeye ametambua utu wake wa ndani. Vijana wengi wanazubaa, na wanazubaa wakijua kwamba miaka ipo. Kumbe ndani wamezeeka hawa vijana. Wacha leo nikwambie kitu. Ndani vijana wamezeeka, lakini nje sasa wametofautisha. Vijana wamezeeka ndani, wazee wamezeeka nje, lakini ndani mtu mmoja anayeamini aseme amen. Nafundisha vizuri? Na kufundisha vizuri? Hata kama umezeeka kabisa, una miaka 60, 70, kuna watu hapa bado wanapata mishahara, bado wanaweza kuajiri watu, na wana miaka 70. Kwa nini? Huyo mtu fikra zake sio za miaka 70. Ndani anaonekana mzee. Aribo shete karaba shakalaba. Vijana wanaangukia wa mama wazee, wasichana wanaangukia wa baba. Kama ni kweli, kama sio kweli usiamke. Kama sio kweli usiamke. Hii utapeleka kwenye YouTube, ni hatari sana. Nafundisha vitu vigeni sana. Sikiliza. Kuna mtu hapa amekata tamaa kwamba hawezi kuuza dukani. Lakini kuna mzee ambaye hata kutetemeka kuchota sukari anatetemeka. Sawa? Lakini amemzidi kijana ambaye ana uwezo wa kuchota sukari, kwa sababu huyu mzee ndani kwake miguu inasema siendi, lakini ndani panasema nenda. Huyu mzee ana imani kubwa sana. Huyu mzee ana imani kubwa sana katika jina la Yesu Kristo. Wacha nikwambie. Ndio maana unaambiwa fanya kazi ungali mchana kuna usiku unakuja. Kuna uzee unakuja. Sasa kwa nini wanaambiwa kuna uzee unakuja? Sio ule uzee kule kujitambua kunakuja. Haujitambui. Aliyepiga makofi amenielewa vizuri sana. Yesu alikuja kwa wazee na vijana na watoto. Alikuja kwa wote wenye mwili. Kwa maana kuna mzee hapa anaokoka leo. Kuna mzee leo anaanza kunisikiliza. Naye anataka kushindana na vijana. Naye anataka kuwa na gari. Naye anataka kuwa na nyumba. Naye anataka kuwa, na ndio maana unaweza kuja hapa hujawahi kuolewa, umezaa watoto 9. Ukifika hapa ndoa inatokea. From nowhere. Ndoa inatokea. Kwa nini? Si kwamba Mungu hawezi kumpa mtu yeyote, anampa. Tatizo liko ndani. Kuna mtu hapa ameshajikatia tamaa,
Hata gari akiambiwa omba gari anaweka mikono chini. Anasema taendeshaje? Kuna mtu ameshajikatia tamaa anasema sasa nikipata nyumba kubwa mimi naweza kudeki mimi. Yaani huku ndani pamekufa nyanga. Hebu mwambie mwenzako amekufa nyanga. Kwa hiyo huku nje tunaona mtu lakini ndani ameshazeeka, yuko karibu na kushika mkongojo. Sikiliza. Mwambie mwenzako point. Hebu kila mtu nikisemaga point, kila mtu mwambie mwenzako point hiyo. Wangapi wanasema hiyo ni point? Maamuzi ya kutembea kwenda kufagia room zote za nyumba yako yamo ndani yako, hayapo nje. Waambie watu wawili, uzee wako, maamuzi ya uzee ni wewe mwenyewe. Na maamuzi ya ujana ni wewe mwenyewe. Haijalishi mvi. Bado una uwezo wa kusomesha wajukuu na kukaa na wajukuu. Sio, yani kukata tamaa na kuanza kuombaomba kutembeza mvi zako hovyo ni hatari. Wacha, Biblia inasema kwamba utu wa ndani unarejeshwa. Mzee aliyekuja hapa kama una miaka 50, 60, umekuja hapa ili Mungu akuinue kama anavyoinua wengine. Kama alivyomuinua, hata mzee anasema mimi nataka niwe kama Daudi. Hata mama mwingine anasema mimi nataka niwe kama mke wa Yusufu. Mtu mwingine anasema mimi nataka niwe kama Yusufu. Yusufu ni kijana, lakini amemteremsha Farao juu ya kiti. Maana yeye ndani yake kunafanya kazi kuliko umeme. Usifikiri kwamba alitumia imani peke yake. Kuna vijana ukiwatuma wanasema mimi siwezi bwana. Mimi sasa nimechoka. Sikiliza. Anayesema amechoka ni huyu wa ndani. Ukiona hajaenda kabisa ni huyo wa ndani. Huyo wa ndani ameshakuwa yeye mzee kabla ya uzee wake. Sijui kama nafundisha au mpo. Ukisema siwezi kufagia nyumba yangu, siwezi mimi kufungua duka langu, siwezi kuuza, siwezi kufanya biashara ya nyanya, umejikatia tamaa ndani mwenyewe. Na ukijikatia ndani, nje watu wanakuona ni mchapakazi. Ni mchapakazi. Lakini ndani pameisha. Leo nataka nikuambie, ruhusu matengenezo ya ndani. Hii bodi yako ifanye kazi. Usione wazee wanafanya kazi na wanafanikiwa kuliko wewe. Hawaamini kwamba unaweza kuwapita. Hawaamini hicho. Wanaamini kabisa kwamba wao bado wapo. Kuna wazee wanapambana mpaka wanaambia, wewe mzee, uone kama wewe umekuwa. Anasema na mimi naenda mnadani. Na mimi niko mnadani nauza. Na unashangaa, kwa nini huyo mzee anauza hata kama ameinama namna hii? Unashangaa kuna wamama wamefungua saluni, wamezeeka, lakini hiyo saluni watu wanajaa. Wengine wasemi amen maana hawajawahi kukuta wamama wazee. Mikono ya mama imekomaa kama hizi chuma. Ukiangalia mama amekomaa mikono, lakini anasuka na watu wanaenda pale. Kwa nini wanaenda? Utu wa ndani. Wangapi wananielewa? Ukijiruhusu kuzeeka, ukijiruhusu kuwa hovyo, unakuwa hovyo. Na sikiliza nikwambie, narudia tena kidogo pale. Kama mtu unataka kwenda mbele, kuna watu wameshazeeka unakaa nao. Yaani ukikaa na mzee unazeeka na wewe, mtu ambaye amekubali kuzeeka. Na wewe unazeeka. Ni story ya uzee tu unapiga. Unajua zamani babu, bibi. Kwa hiyo waendi kazini. Alafu mgongo unapinda wenyewe, na unaanza kupinda ndani hadi. Ndani ndio unaanza kupinda. Unaanza kusema
Ndani ndio pameanza, sio nje. Mama mmoja anacheka kwa kuinama. Anacheka kwa kuinama. Ndio. Ndani ndio kumeanza kuleta shida. Unaanza kusikia mishipa haitaki kufanya kazi, haitaki kila mahali, haitaki, kwa sababu ndani pameambiwa mmezeeka. Na sauti yako ndio inatawala kila kitu ndani yako. Sauti yako ni ya mwisho ndani yako. Bila cheka tu, kwa sababu nakufundisha kitu ambacho yani ukijua haki ya mama, asubuhi kesho unaamka unadeki nyumba yako mwenyewe bila mtu yeyote kukuambia kitu. Kwa nini? Sikiliza. Ukikubali wao wanunue gari, watanunua gari, wewe endelea kuzeeka. Ujaona wazee wananunua magari mazuri? Au hawapo jamani? Ujaona wamama wazee wananunua magari mazuri? Kwa nini? Wewe umeshajikatia tamaa. Unasema mimi nikipata nyanya 2 na kitunguu 1 maisha yangu, haleluya. Umri wangu sasa hivi ni miaka 50, haleluya. Mwenzako anasema mimi hapa siriziki bila debe ya nyanya kuwepo ndani. Na vile vitu vinavyosemeshwa ndani huwa vinatii. Vile vitu vinavyosemeshwa ndani huwa vinakaa kwenye line. Vile vinavyosemeshwa tu kawaida havikai. Ukisikia mtu anaongelea vitu havitokei, havijamkaa ndani pameisha. Sio kama unanielewa? Ndani pameisha. Watu wengi wamekata tamaa wakiwa bado hai, wameenda kufa. Mtu kabla ya kufa roho ndio inatoka, na roho kutoka sio siku moja. Neno la Mungu nilisema hivi, halijawahi kufanya kazi kwa siku hii. Kuna mahali ulisikia, na ukikutana na mtu mwenye mvua, hiyo mbegu. Yani maana yake ukikutana na mtu mwenye upako, ukikutana na mtu mwenye upako, mwenye nguvu ya ajabu, aliyeitwa na Mungu, karaba shandarabokote likayandaba karaba. Una maamuzi ya maisha yako ndani. Una maamuzi jinsi uende. Na watu ambao wanaenda mbele, fungua macho niangalie, huwa wanafungua macho, wanachagua marafiki. Ukikuta mtu ameenda mbele, amefanya choose, amechagua. Mtu mmoja aliyenielewa aseme amen. Watu wote waliofanikiwa wamechagua marafiki wazuri. Si kwamba wakutani na marafiki wabaya. Pe mwenzako haifai, mwambie unakutana nao wengi sana. Rundo la marafiki, marundo, pole. Marafiki wanaweza kuchagua jinsi uwe, jinsi utakavyokuwa. Unakutana na rafiki anayenunua nguo nzuri, ambaye akikaa anakuambia nataka watoto wangu wasome, nataka watoto wangu wawe na kazi nzuri, nataka watoto, na wewe unajiunga hapo unajiconnect, na mimi nataka niwe hivyo. Unakutana na mtu anasema mimi sisomeshi watoto bana. Unajua kusomesha watoto ni mbaya. Kila mtu ajitafutie. Nimeshakuwa mzee, sitaki biashara kichaa. Sasa na wewe unajiconnect hapo pabaya. Unasema kumbe mimi huwa najiumiza Achana nao. Mimi sinunui chakula nyumbani kwangu. Mama ndiye anahangaika sokoni, Mama anahangaika sokoni, atajua mwenyewe. Mimi sifanyi ni. Yani unakutana na mtu ambaye amefeli ndani mpaka. Wangapi wanasema niende sasa nyumbani, nimemaliza somo. Unakutana na mtu amefeli ndani mpaka nje. Yani kitu anachokisema ni mauaji tu. Mtu anayetaka kwenda mbele, angalia marafiki. Kama unataka kuanza, uangalia. Najua kila mtu ameanza vibaya.
Kila mtu ameanza vibaya. Kila aliyefaulu kidogo ameanza vibaya. Umeanza kwa marafiki wabaya. Ulivyo change kuwabadilisha, maisha yako yakaanza kuleta kama feni. Na ndio maana wacha nikuambie, wamekuchukia, wamekugeuka. Kama hujageuka hamna kitu umefanya. Kama nao rebe che tekereba. Nataka uchangamke. Wale wa Jumapili walikuwa wanachangamka, na ndio maana wametoka. Wageni Jumapili walikuwa wamechangamka. Wangapi waliwaona? Wanaokuambia twende kwa mganga, wanaokatisha tamaa. Yaani unajua sisi tunakaa na wewe dakika moja hapa, mimi na kuingizia kitu dakika kama 20-30. Lakini wale marafiki wanakaa na wewe muda mrefu. Na wakikaa na wewe muda mrefu, inategemea wanazalisha nini ndani yako. Utu wa ndani ukifanikiwa kukwepa kila mshale mbaya ukafanikiwa kukwepa, ndani patakuwa ni ikulu ya mbinguni. Na huko nje angalia, huko nje patakuwa na mvi, lakini mambo yako ndio maana nakwambia haijalishi una miaka mingapi. Sikiliza nikwambie, watu walikwenda kwa Yesu, walikwenda watu wezi, walikwenda wazee. Unadhani Zakayo ni kijana? Unafikiria Zakayo ni kijana? Zakayo ni jizi lililokomaa lenye mvi, lakini Yesu alimsokota na akajitambua kuliko kijana aliyeko madhabahuni miaka yo. Akajitambua kuliko wanafunzi wa Yesu. Lazima uchague marafiki. Unajua Zakayo kuamua kwenda kupanda mti, ameamua kujidhalilisha. Ameamua kukaa mbali na marafiki wabaya. Rekesheketeba. Ameamua. Na ndio maana nilifundisha nikasema, ukitoka kwenu kwa mfano, hata babako akakupa shamba mbali na kwake, ina maana ukikaa kule, yale mawazo ya huku nyumbani hautakuwa nayo. Bahati nzuri apite mtu mwenye mawazo mazuri, akikukuta huko akikaa na wewe siku ngapi, wewe umebadilika. Wacha nikwambie, mawazo yako au utajiri wako haujawahi kuja kabla ya mawazo kukamata utajiri. Uwezo ulio nao, lazima utafute watu wenye uwezo. Wangapi wananielewa? So unakaa na mama unapiga umbea kuanzia asubuhi mpaka jioni. Jua likisogea nao wanasogea. Hawapambanui. Unakaa na wababa wanacheza draft ya asubuhi mpaka jioni. Yeno kuna nisikia au bado? Wewe kaweke pikipiki chini kacheze draft. Haki ya mama. Utajuta nao watoto ulionao. Namtolea mfano tu yeye. Utajuta. Natoa mfano ili mtu ajue. Aina ya marafiki wacheza kamari stand haitafanana na mtu anayekuja maisha ya Yesu kila siku. Ndio maana nasemaga, ukija siku ya kwanza unanisikiliza unasimama, bado hujasimama. Ya kwanza, ngoja wote kwanza. Ukija siku ya kwanza unasema ai kama wale wa watu. Sikiliza wakasimama. Hivyo mpaka mwanasiasa akasimama na mke wake akamwambia hii mafuta wacha ninywe, hata kama ni ya kunywa hii mafuta wacha ninywe. Diwani anasema mpaka ninywe, hakuna shida. Mpaka yule kijazi akaogopa kusimama mwenye V8. Akasema hii jamani noma. Akaja kaniambia hapa niompe na shida sana mzee. Nikasema mimi si wa kuumbua. Ukija siku ya pili unasema sasa kulikuwa na shida lakini nathubutu kukanya. Naenda. Siku ya tatu unasema mimi nakimbia, sitakaa, nitakimbia. Hallelujah. Nataka nikuambie kitu. Kuna jambo nakuambia hapa, na kama hutaelewa
utazeeka kabla ya siku zako. Lete nguo ya baba. Msichana, lete viatu vya baba. Msichana, lete sijui nini. Sikiliza, umezeeka kabla, yani ndani pamezeeka kwisha. Wangapi wananielewa? Utajiri unaanzia ndani. Anasema moyo uliochangamka ni dawa. Yani moyo upi sasa? Kitu cha ndani. Kitu cha ndani. Kuna wengine wamenuna hapa, mwaga rafiki. Unajua ni ngumu kuachana naye, mwache. Sikiliza, rafiki ambaye unakaa naye madeni yanakuja nyumbani, kimbia. Kimbia. Na huku unakimbia kwa ujanja, usimsemeshe. Huku unakimbia unasema kwa jina la Yesu, naona kama kweli toka nimekaa na huyu jamaa, naona mambo yameharibika, narudisha mapepo yake, narudisha na mambo yake, narudisha na roho yake aliyoniambukiza katika jina la Yesu Kristo. Narudisha mikataba yote aliyonivalisha ili mimi niwe maskini. Na ukiangalia hata yeye hatoki kimaisha, lakini anatoka kwa mdomo tu, anasema mimi anamjua channel mzuri. Mimi namjua mke wake, nawajua na matajiri, najua na makombaini, najua na kanisa. Lakini ukiangalia mdomo ni mdomo tu, unafanya papa au kwa hamna. Namjua Mtei mimi namjua sana. Nimefanya naye kazi sana. Umepata nini? Zero. Namjua kina Kijazi, nawajua kina Kijazi. Kitu ulichopata ni mdomo tu unaongea. Huku ndani hakujachangamka. Sikiliza. Ukitaka kufaulu, kupokea vitu ambavyo Mungu ameleta kwako kupitia watu, lazima ufungue ndani. Na usiwachukie wenye uwezo, kwa sababu wanawezekana wana sura mbaya, hawapendezi. Wewe usiangalie huku nje. Angalia Mungu amempa kitu gani ashike na nataka nichukue. Anguko la mtu alitokani na mwili. Huku ndani pakikubali unaanguka. Huku pakikataa hujaanguka. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Safari hii nataka uwe mtu wa kwanza kuwa tajiri. Mtu mmoja anyoshe mkono. Nataka uwe mtu wa kwanza kukamata hela ndani ya roho katika jina la Yesu. Nataka uwe mtu wa kwanza kupona katika jina la Yesu Kristo. Nataka uwe mtu wa kwanza roho yako ipone. Angalia, chakula kinatafutwa. Mwambie mwenzako chakula kinatafutwa. Lakini kinatumbukizwa humu ndani, kinaenda ndani. Ikikutana na tumbo bovu unaharisha au unatapika. Lakini ikikutana na tumbo zuri ni afya. Kwa hiyo ndani pakiwa pazuri, kinachoingia Twende Wakorintho wa pili sura ya 3. Ndio. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16. Wakati unaendelea, mwambie mwenzako chagua marafiki, sio bora rafiki. Hebu ngoja nikuombe. Baba, asante kwa ajili ya jina lako. Ninazungumza somo hili. Ambaye ana rafiki mbaya akamwache. Ambaye ana rafiki anayemuumiza akamwache. Katika jina la Yesu Kristo. Rafiki wa hasara hatumuhitaji. Tunahitaji heshima na baraka na miminiko wa baraka zako Bwana. Kwa hiyo Baba, ninamlengesha rafiki mwema. Mbona wengine wainue mikono? Na kulengesha rafiki mwema. Awe nje, awe Tanzania, hata kama hana kitu, ni rafiki ambaye mawazo yake yanakuinua, yanakupeleka mbali. Kwa jina la Yesu Kristo. Hata akisema neno moja, kila siku watu
Unajua ukipata rafiki mwema hutawakwepa hao wabaya, maana unawajua. Usiwe mtu wa kukwepa watu na wasiwasi nao. Hautakuwa na wasiwasi. Nafundisha somo gumu sana ambalo ni rahisi sana. Ukiwa na mama ambaye na wewe ni mama, na ndio maana wengine wamejikuta wamepeleka wamama wabaya marafiki nyumbani kwao, wamekuja kukosana. Walikuwa ni wabaya. Na ubaya huo unakuja kudhihirika, maana tukiomba, nilikuambia una maadui wangapi? Wangapi wananielewa? Maadui wangapi? Wanaoonekana. Nao wanaoonekana sana unawajua, lakini hawa wasioonekana wanakukata nyama pasipo kujua. Hata kama ni rafiki wa mtaani, uwe na rafiki ambaye at least amani ipo. Sio bora rafiki. Wewe mwambie mwenzako sio bora rafiki. Kuna mtu amebeba watu wengi, ana watu wengi, yani ni tela inayopasua matairi tupu, lakini haifanyi kitu, hamna kitu wanaomsaidia. Hamna chochote. Wanataka kuwa mzigo kwako. Mungu akupe watu wepesi. Hebu mwambie Mungu, ni bebe nisiwe mzigo. Yani maana yake ni kwamba anakuletea watu ambao sio mzigo kwako. Maana yake anakuletea watu ambao sio mzigo. Yani kuna mahali mnakwenda na marafiki, mnafika kila siku pabaya. Mnafika kila siku pabaya. Hii ni kwamba ndani yao kuna marafiki na ni maadui wakubwa kwako. Wangapi wananielewa siku ya Alhamisi leo? Kuna watu wa kumwaga. Kuna watu ni mizigo wa kumwagwa, hata kama unaona kwamba ana faida, lakini anakuumiza. Hakutatuendi na vidonda. Na unajua marafiki wa karibu wanajua sehemu kidonda ipo. Kila siku anachokonoa, kila siku anachokonoa. Utakapoamua kufunga ule mlango wa huyo rafiki, kidonda kinapona, kinaingia gamba na kinapona katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Watu wangapi wamenielewa? Nataka nikuambie, haijalishi una umri gani, unataka kuolewa, fungua mlango wako ndani. Ndani upone. Utu wa ndani maana yake, nataka nikueleze, kuna siku nimefundisha kidogo, nikasema maamuzi ya nje huwa ni maamuzi ya kawaida. Vita ya nje ya kupigana na mtu na kutukanana, hiyo ni rahisi sana. Vita ya kiroho ya ndani ni ngumu kuliko unavyofikiri. Na ndio maana ninafundisha kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Ina maana nimeingia in deep. Ukija kufaulu kunielewa, hutakaa uanguke. Hakuna mtu atakuweza tena. Hata mapepo yatumwe kutoka Mwanza yaje yakiongea, yanakatika katika yenyewe katika jina la Yesu Kristo. Sema, Yesu, nahitaji mkono wako. Nahitaji nguvu zako. Nahitaji damu yako. Nahitaji neno lako. Nahitaji msaada wako. Kwa nguvu sana nahitaji msaada wako. Nahitaji neno lako. Nahitaji damu yako. Nahitaji sauti yako. Nahitaji neno lako. Nahitaji malaika wako. Nahitaji anga lako. Nahitaji uwezo wako. Nahitaji nguvu zako. Nahitaji sauti yako niweze kusimama. Nahitaji neema yako. Sema amen. Sema amen. Ukijielewa vile ninavyofundisha toka nimetoka mahali nilikotoka, mimi nakuambia utakuwa unaniambia, mtumishi asiye kusikiliza muacha akapotee. Watu wananisikiliza hapa siku hii, masaa kidogo tu wamesimama, wamekuwa wahubiri. Nataka ubadilike utu wa ndani. Badilika utu wa ndani. Mapepo ulionayo na shida unayoipitia ni ndogo mno, ndani ndio pamekufa. Utu wa ndani ukitoka, ndani
pakaondoa wasiwasi, pakawa na uhakika. Maana nakwambia imani ni hakika ya mambo. Anazungumza mambo ya mbele yako, sio leo, kesho kutu. Anazungumza miaka ya mbele. Sasa mawazo yako ya ndani yakibaki, au imani yako ikabaki ndani pakifa, unaangalia kwenye kioo, unaona kama umechakaa. Hujachakaa, unaona umekonda. Kuna watu wakijiangalia wamekonda, makenje yameinuka. Sikiliza, hata tukiita mafundi wapaue, Yesu anaondoa mabati na unanenepa, unashangaa. Hata kama umenuka kama Lazaro. Lazaro alinuka. Wangapi wanajua Lazaro alinuka chini ndani ya ardhi? Siku ngapi? Alirudi kwa mtu wa kurudi ndani. Na ndio maana dada zake wanasema amekufa. Yesu akawaambia badilisha nini? Badilisha kauli. Badilisha kitu unachozungumza ndani yako. Badilisha kitu unachozungumza. Badilisha unachozungumza kwamba mimi ni maskini. Badilisha mwenyewe umo ndani. Badilisha neno lako kwamba mimi nimefukuzwa nje. Sikiliza, tunaingia benki kwa imani, tunaacha maaskari wakikaa nje na tunaenda tunachukua hela. Nikikuombea uende benki hapa, wewe ukienda kibinadamu hautafanikiwa. Lakini utu wa ndani ukinielewa, pesa zote ni za kwako. Mamlaka inakuja kwako, neema inakuja kwako. Wangapi wananielewa? Sikiliza, ukijua kweli, ndio maana anasema ukijua inafanya nini? Yani kila mahali utakapokwenda wewe ni huru. Kila mahali utakapokwenda wewe ni huru. Magonjwa ukiyajua. Kwa nini Yesu au mchungaji yeyote anaanza kufundisha? Hafundishi moyo, anageuza mawazo. Yale mawazo yakimwendea Mungu na yakamjua Mungu, Mungu akawa mkubwa ndani, tatizo limeisha. Nguvu ya Mungu inaweza kuwa kubwa ikalazimisha vitu vya kwako, lakini havitadumu, kwa sababu ndani hakuna msingi. Haiwezekani Ibrahim akawa na ng'ombe mpaka anakufa, Suleiman akawa na ng'ombe, Daudi mpaka anakufa anampa mtoto wake, lakini wewe hata mbuzi ya kumpa mtoto hamna. Hata mbuzi, hata kakondoo hamna. Hata wewe kwa kakula hakuna. Kwa sababu, sikiliza, maisha mazuri na mabaya yanaanzia ndani, na yanaanzia kwa kanuni. Una marafiki wangapi unao chati nao? Una watu wangapi unao chati nao? Una nani yuko karibu na wewe ambaye amekuwa kama pekecho, amekuwa kama kichocheo cha maisha yako? Ukiona mtu ameanza kubadilika, ana mtu ambaye yuko karibu yake, Mungu amemweka, anamsoma na anaenda juu. Lakini kuna mtu mwingine amekaa na mtu mzigo, anamsoma, anashuka. Sema anashuka mpaka anafilisika. Wangapi wananielewa sasa? Mpaka unaacha ndoa yako, mpaka unaacha maisha yako yanaenda hovyo. Kwa nini? Aina ya mtu uliyekaa naye ndio sura inayotoka. Sasa ulikuwa upendi vitu fulani, sasa umependa. Ulikuwa utukani, sasa unatukana. Ulikuwa wewe upendi hata kutenda dhambi, sasa umekuwa rahisi kutenda dhambi. Ni aina ya rafiki ambaye umekaa naye, amekuambia huyu Mungu hayuko tena. Aina ya nyoka. Si kama unajua nyoka aliyekuwa Eden, bustani ya Eden, unamkumbuka alikuwa amemdanganya nani? Kuna aina ya nyoka, wale nyoka, anakuja anakuelimisha, anakubadilisha. Amemtoa Hawa au Eva, amemtoa kwenye track kabisa, akamhamisha, akamwambia eti huyo Mungu amesema ukila utakufa. Hautakufa. Akamwambia hautakufa. Akambadilisha kabisa, akamwamini nyoka. Yani maana yake amemwamini mpaka akatenda dhambi naye. Leo nakuhakikishia ni kwamba kuna jambo limefanyika pale ambalo sio zuri, mpaka mtu akuhamishe
kwa Mungu unayemwamini, alizima kwanza ndani, akaja akazima na nje. Wangapi wapo kanisani? Wapo kanisani wangapi? Nakwambia ukinisikiliza, ukanielewa, hutakaa uwe mvivu kuamka kuja kanisani tena. Na hautasita kushangilia kwa sababu wewe Mungu amekutendea. Hautakuwa mshabiki wa Simba wala Yanga. Utakuwa muumini wa Kristo. Muumini wa Kristo ambaye anafanikiwa. Nataka nikuambie, ninafundisha juu ya gari ambalo liko bandarini unatakiwa kwenda kulichukua. Nafundisha juu ya nyumba ambayo self kabisa uliwahi kuichora. Nafundisha juu ya Prado, nafundisha juu ya Range Rover, nafundisha juu ya kiwanja ambacho unakwenda kununua. Nafundisha juu ya ndoa yako ambayo unaenda kuiingia katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aliyenielewa aseme amen. Pasipo wewe kujua nafundisha nini. Nafundisha juu ya kuuza kuku pasipo kujua na kufundishaje. Ndani pakijaa na kuelewa, mwili unafanya kazi hata kama wewe ni mzee. Nilikuambia hata wazee wanawazidi vijana, sio kwamba wanawazidi. Vijana wamekufa kabla ndani na wamejizeesha kabla ndani. Na wazee wanaokufa hivi wamekufa kabla ya uhai wao kutoka, wameondoka. Mzee bado unaweza kufanya vitu. Bado unaweza kumwambia Mungu mimi. Sio vijana tu. Mzee anayekuja hapa anataka gari. Mzee anayekuja hapa anataka nyumba. Mzee anayekuja hapa anataka maisha mazuri, anataka hela. Nataka nini? Alo mbinguni. Alo mbinguni. Unataka nini? Sasa kabla hujasema alo mbinguni, jiambie mwenyewe alo huku ndani. Alo huku ndani mko sawa? Yani hakuna kitu kitapatikana bila wewe kufanya kazi. Ina maana kwamba asiyefanya kazi na asile. Sijui kama unanielewa. Uwe mzee, uwe kijana, uwe mtoto, ina maana kwamba somo hilo ni la kila mtu aliyezaliwa na mwanamke, aliyezaliwa na mwanamke. Wangapi wamenielewa? Usikubali kusema siwezi. Sema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu humu ndani, sio humu nje. Huyu mwanaume anaongea juu ya mwanadamu wa ndani. Tunavyokwenda kanisani tunapata chakula cha kiroho. Chakula cha huyu mtu wa ndani kikishiba, huyu mtu wa nje anatoka vizuri na anaenda kufanya kazi. Retekerebo. Halo 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 halo. Halo mbinguni. Halo mbinguni. Mbona wanaitika wachache? Halo mbinguni. Unataka nini? Unataka nini? Na sikiliza, wacha nikwambie. Ukishasikia mtu anasema mimi sifanyi, kwa nini fulani asifanye? Ukishasikia aina ya mtu kama huyo, asitegemee kushinda. Narudia tena ujue. Mimi nimefanya mara ngapi? Mara 2, mara 3, mara 4. Saa ya kutengeneza muujiza wako umekaribia. Sasa Mungu anataka kukupima. Ukishasikia mwenzako anasema mimi siwezi kufanya, mpaka naye afanye, mpaka naye afanye, ujue hapo hakuna mtu mwenye ufahamu wa kiroho hata huyu mmoja. Wewe ukisikia mtu ameacha kufanya kazi na mwingine akafanya bila yeye kulungunika, na akija yule anampokea tu vizuri, ujue mtu huyo amechukua baraka ya huyo mtu. Sikiliza, kuumwa kwako, kuna watu wanaumwa, kuna watu wanaumwa, lakini ndani ndio kumeanza kuumwa. Kataa kila neno baya. Kataa kila ugonjwa mbaya. Kataa kila kukata tamaa katika jina la Yesu. Ninafuta laana ambayo imeandikwa juu yako. Ninafuta laana hii, naifuta kiroho. Ninaifuta kiroho kila neno lililotamkwa juu yako. Kila laana iliyotamkwa juu yako. Kila maombi yaliyokuharibu yanayatamka kuyafuta. Hata kama wewe ni mzee, nafuta hayo maneno, baraka itaanza leo.
katika jina la Yesu. Ninafuta mambo uliotamkiwa. Kila neema iliyoondolewa kwako, Bwana ameniagiza nikurejeshe leo. Bwana ameniagiza nirejeshe neema yako leo katika jina la Yesu Kristo. Kila neno gumu ulilotamkiwa unatembea nalo na marafiki, nalitoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kila neno walilotoa kwa ajili ya watoto wako, kuna neno wanaliombea sana ili nyumba yako ianguke, iwaangukie watoto wako. Katika jina la Yesu Kristo ninatoa hilo neno katika anga, nalitoa kwenye ardhi. Rikaba shaiteba, natoa hilo neno kwenye anga, natoa kwenye ardhi. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Natoa hilo neno kwenye ardhi, natoa kwenye kuta zako, natoa kwenye moyo wako, ninatoa kwenye miguu yako, ninatoa kwenye mikono yako. Kila neno lililokukamata kwenye macho yako, kuna vitu unaviona katika ulimwengu wa roho, vinakurejea, vinakurudia mara kwa mara. Kwa jina la Yesu ninafuta kila andiko lililoandikwa kwenye macho yako, nafuta kila picha iliyowekwa kwenye macho yako, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kila mwenye pumzi na aseme amen. Kila aina ya style ambayo shetani amecheza mbele yako, ninamkatakata. Sijui kama ndani panaitika. Ninamkatakata. Ninamharibia CV yake, ninamharibia CV yake. Kila maneno anayotembea nayo na kukutangaza. Sikiliza, wangapi wanajua wanatangazwa vibaya? Hayo maneno anayotembea nayo yatamrukia yeye. Nimeongea mimi, sio mimi. Nilimwambia Mungu nisionekane mimi, bali wewe uonekane. Ninafuta kila neno analotembea kukutangaza wewe. Kila neno analoliandika machoni pake na kwenye mdomo wake na kwenye ulimi wake limrudie. Kila neno zito analotembea nalo kwenye familia yenu. Kuna maneno wanatembea nayo kwenye familia yenu. Kwa jina la Yesu Kristo ninaenda kinyume. Ninaenda kinyume na mawazo yao, naenda kinyume na akili zao, naenda kinyume na matamko yao, naenda kinyume na vile walivyochimbia ardhi. Ninafuta. Sikiliza, angalia, utasikia unaungua kama unaungua, kama kweli ndani pamepona. Ninatembea kwenye ardhi yako. Ninafuta kila kilichoandikwa kwenye nyumba yako. Ninafuta kila kilichoandikwa kwenye anga lako, in the name of Jesus. Kwa damu ya Yesu, kwa mkono wa Bwana, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa jeshi la mbinguni, ninafuta kila neno. Ninafuta kila neno. Nafuta kila andiko. Nafuta kila kitambaacho, kila mnyama anayetembea kwa ajili ya kukuumiza wewe. 1, 2, 3. Pakatabata baba. Neno cha ugomvi, ninakamata huo ugomvi. Kila kilichoendelezwa nyumbani kwenu, kuna vita imeendelezwa nyumbani kwenu, unapigwa vita kuliko kawaida. Kuna watu wameamka, wamezaliwa ni wadogo, lakini wanakupiga vita balaa. Kila vita iliyoinuka, in the name of Jesus. Kila dawa inayotumika, ninafuta maneno yao. Nafuta kila neno. Nafuta kila neno. Takatabalaba. Takatabalaba. Nafuta kila neno ambalo limeandikwa kwenye kichwa cha mtoto wako asiwe na akili. Mtoto wako imeandikwa awe mgonjwa kila siku, akutane na mikosi kila siku, kila mwaka awe na mikosi. 1, 2, 3. Wenye imani fire. Wenye imani fire. Wenye imani fire. Kila kilichoandikwa kwenye duka lako, natembea ndani ya duka lako. Nina imani, ninakanyaga duka lako hivi sasa. Na mimina bwawa la damu ya Yesu. Na mimina bwawa la damu ya Yesu. Shata papa. Kaeni. Shaba baba. Rotololo shaba. Kaeni, mrusuni apokee, mrusuni apokee. Kaeni, mrusuni apokee. Shitararabo shekeleba. Kila bwawa, kila andiko lililoandikwa kwenye mikono, kwenye miguu, kila mahali unapokanyaga umekuwa huna kibali, I command, nafuta kila kilichoandikwa. Kama unaamini na kifuta, na utasikia kinapiga honi. Wageni wangeshakuwa wameshapokea saa nyingi. Kila kinachotembea kwenye anga lako, na kikamata na kukiangusha.
na kikamata na kukiangusha. Kila kitambaacho kama nyoka, kila kitembeacho kama mbwa, wote na waangusha katika ardhi yako, kwenye anga lako. 1, 2, 3. Kila kilichoitwa kwa jina lako, ambao wanashambulia na kukimbia, ninawakamata. Ninawakamata. Kila mganga na mkamata, kila mchawi na mkamata, kila mwenye nguvu anayetembea kukuletea ndoto za ajabu. Ewe mwenye ndoto, tunahitaji ndoto zetu zikamate. 1, 2, 3. In the name of Jesus. Fire. 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 Ninakamata miguu yako iliyokanyaga dawa. Ninakamata miguu yako, nakamata mikono yako, nakamata mwili wako mzima. Ninahubiri na mtu aliyoko ndani. Nahubiri na mtu aliyoko ndani. Ninakamata kila uchawi ambao unatumika kwenye familia, unatumika kwenye ukoo, kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Shika kifua chako. Sema, leo alama zote za shetani ziondoke kwenye ardhi yangu. Ziondoke mbele yangu. Ziondoke mbele yangu. Ziachie ngazi. Nataka kufanikiwa. Nataka kuinuliwa. Nataka kuinuliwa. Sema 1, 2. Sema, kila maombi yaliyoombwa vibaya kwangu yakawa yananisumbua. Kila uchawi uliotumwa kwenye ardhi yangu, kwenye mwili wangu, kwa watoto wangu, kwa familia yangu ya baba na mama, kuanzia sasa kila alama iteketee. Sema teketea, 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 teketea. Angalia mganga anaanza kuyumba huko ndani. Angalia mganga anaanza kuchukia. Angalia wachawi wanaanza kuchukia. Mamlaka ya jina la Yesu ikamate kila ugonjwa unaokusumbua. Ikamate kila ugonjwa unaokusumbua. Sema amen. Nataka nisome andiko wa Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 16. Kwa hiyo hatulegei kama mmefika. Wa Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 16. Hata kama wamekaa miaka, waanze kusalimu amri. Sema amen. Twende 16. Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Someni wote. Sikiliza. Kila Jumapili au kila Alhamisi, utu wako wa ndani unarejeshwa. Unarejeshwa kuwa mpya. Hakuna utani, hakuna kujidai, ila utu wa ndani hauogopi majaribu. Utu wa ndani hauogopi magonjwa. Utu wa ndani hauogopi hata wakisema maneno gani mazito. Utu wa ndani uko imara. Hata kama umekuwa mzee, utakwenda kufanya biashara kubwa. Utu wa ndani unakwenda kuinuka. Utu wa ndani unakwenda kuinuka. Utu wa ndani unakwenda kuinuka. Utu wa ndani unakwenda kufanywa upya. Leo nakwenda kufufua mbuzi, uanze kufuga. Nafufua ng'ombe wa kisasa. Nafufua ufugaji ambao hujawahi kukutana nao. Nafufua maono ndani. Mwili wa nje hauna shida. Hata kama una mvi. Nani amekuambia milioni 100 haikai kwa mtu mwenye mvi? Nani amekuambia kwamba amani haitapatikana kwa mtu mwenye mvi? Nani amekuambia vijana hawawezi kuwa na hekima? Kuna vijana sasa hivi wako mbali sana, wana hekima sana. Wako mbali na wamemshika Mungu haswa. Nataka nikuambie utu wao wa ndani unakwenda kurejeshwa.
utu wao wa ndani unakwenda kufanya nini? Maumivu unayoyapata kwenye mwili ni kutokana na ndani pamekuwa pabaya. Leo unarejeshwa. Nataka niangushe maadui zako. Je, uko tayari? Uko tayari? Maadui hawataangushwa kwa mwili huu wa kawaida. Utu wa ndani ndio unaangusha adui yako asiyeonekana. Nilikuambia una maadui wengi wasioonekana na una marafiki wengi wasioonekana. Sikiliza nikwambie, una namna ya kuchagua marafiki. Narudia tena maana kuna watu wamerudi, wamekuja sasa hivi. Una namna ya kuchagua marafiki au rafiki, kwa sababu hatima ya maisha yako iko mikononi mwa rafiki zako ambao unachati nao. Na mafanikio yako yataonyesha ni marafiki gani ulio nao. Pesa ulizo nazo zinaonyesha kuna connection ya rafiki ambaye amesimama na wewe na amekuwa kielelezo kwako. Maisha yako kuharibika, kuna marafiki wamekuzunguka wameharibu maisha yako. Na wapo na huwaoni. Inua mikono. Sema nataka nikuone. Wewe unayeniharibia, nataka nikuone kwa jina la Yesu. Kuna kichaka cha kujificha tena. Kama ni kichaka cha simu na kibomoa. Kama ni kichaka cha YouTube na kibomoa. Leo nataka kuwa salama. Nataka nianze safari ya kutembea kwenda mbele. Mungu nisaidie. Yesu nisaidie. Nataka nianze safari ya kutembea. Naangusha kila mzigo. Nataka niwe mwepesi. Marafiki mizigo walioning'ang'ania ili niwape lifti, kuanzia sasa na wateremsha. Sema amen. Nataka nikuambie kitu ambacho ukijui. Rafiki yoyote ambaye anakusikiliza alafu anaenda kubomoa nyumba yako au anaenda kubomoa watoto wako, huyo ni adui. Na wengi mmekutana nao marafiki. Ni kweli sio kweli? Wangapi wamekutana nao marafiki? Hao ndio wamemaliza watu. Ni marafiki wasioonekana. Wamemaliza watu. Wametenganisha ndoa za watu. Wamegombanisha watoto, familia zimeenda uchi. Hao ndio wamesababisha. Na hao sio marafiki wanaoonekana. Maana ungewaona ungewachagua. Bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa. Sikiliza, amekuchakaza, amekuona haufai, amefanya anayoyafanya. Sikiliza, anasema utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wa ndani unafanywa upya siku hadi. Maana yake ni kwamba yeye anajua umjui, lakini kadri unavyomtafuta Mungu kama hapa ulipo, umeshamjua tayari, umeshamjua tayari, umeshamjua tayari. Hey. Raba shataba, umeshamjua, ni nusu ya kumalizana naye. Anakuchenga. Anajidai yuko na wewe, lakini yuko upande mwingine, anakuua. Anazungukia watoto wako, anawaua. Huyo anaitwa killers. Akijidai anawasaidia. Sikiliza nikwambia, hakuna mtu atasaidia duka lako kujaa. Hata huo mdomo wake hautasaidia. Ni wewe kusimama na maono yako. Hakuna mtu atasaidia familia yako kula chakula, ni wewe peke yako. Hata akiongea kama malaika, hata angeongea kama nani, hasaidii chochote. Anayesaidia familia ni wewe. Utaamua inua mikono juu, naamua kusimama. Utu wa ndani, usiogope majaribu tena. Utu wa ndani, sema utu wa ndani. Uanze kuinuka, uanze kuchapa kazi kwa jina la Yesu. Kila neno, kila aina ya nguvu iliyokuwa inanizonga ianguke kuanzia sasa. Kila kamba isinifunge tena. Kamba ikifunguka rohoni
ndani yangu, hii ya nje na ikata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Imani ikifunguka, hii ya nje ninaikata kwa jina la Yesu. Sema kila hila ya adui aliye karibu yangu, kwa jina la Yesu ninaenda kuifuta. Maneno yake mazuri matamu kuanzia sasa, kama nyoka wa bustani ya Eden, kuanzia sasa joka hilo nalikataa. Sema amen. Wangapi wanalikataa hilo joka? Kila joka aliyoko kwenye maisha yako lazima leo aondoke. Hilo joka lazima liondoke. Hawezi kukutapeli kukuambia tule matunda haya, usile. Sema, inua mkono wa kulia, sema nasikiliza maagizo ya Mungu ambayo yako ndani yangu. Shetani sitakusikiliza na maneno yako. Hata ukivaa suti, hata ukivaa tai, sitakusikiliza. Sema amen. Anasema mstari wa 17, anasema maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda ni ya muda wa kitambo tu. Sikiliza. Dhiki, sikiliza, mwambie mwenzako shida unayoipitia ni ya muda, leo inaisha. Halo? Ni ya muda. Wangapi wanajua ni ya muda? Hiki ambacho nakuhubiria ndio cha muda mrefu. Nakamata mbaya wako popote alipo. Come on now, namkamata. Una imani? Nakamata mbaya wako na mdhibiti, ili wewe upite, maana umekuwa mwepesi leo katika jina la Yesu. Sema nimekuwa mwepesi. Sema nimekuwa mwepesi. Wabaya wataona wewe huyo. Watakuona huyo. Wanauliza mbona tumepakia mizigo, mbona anaenda? Kumbe hawajui mahali ulimemwaga mzigo. Kila aliyekuja kwa Yesu alimwaga mzigo. Kila mwizi aliyekwenda kwa Yesu alimwaga mzigo. Kila mwizi aliyekwenda kwa Yesu alimwaga mzigo. Kila jambazi aliyeenda kwa Yesu alimwaga mzigo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roko robo shadala. Mtu mmoja mwenye imani ainue mikono juu. Sema na mimi nimeenda kwa Yesu, nimemwaga mzigo. Umemwaga mzigo? Mbona sauti hamna? Umemwaga mzigo? Wacha wakati umeinua mikono nikwambie. Walikwenda watu waliotenda dhambi kuliko wewe. Walifika kwa Yesu wakapona. Walikwenda wezi. Walikwenda waongo. Walikwenda majambazi. Walikwenda wauaji. Walikwenda makahaba walioshindikana kwenye mji. Wote walipona. Kwa sababu walimwaga mizigo yao. Walikwenda watu waongo. Walirudi salama. Leo na nyinyi mnarudi salama. Mama inua mikono juu, unarudi salama. Huu maskini ambao umekutesa mpaka macho anataka kutoka nje, leo umemwaga. Ndani pawe tajiri, nje patati, lazima pati. Sikiliza, uwezo wako wa kupiga hautokanagi na chakula, unatokana na roho iliyoko ndani. Come on now. Uwezo wako wa kuwapita wenzako haitokani na nguvu ya misuli. No. Ndani pakikubali, hata ungekuwa unatokwa na damu miaka mingi, utawapita watu ambao wanatokwa damu, unatoka unapona. Uwezo wako wa kupiga hela hautokani hata na kulima sana. Inua mikono juu, sema nafanya kazi kidogo, hela nyingi, maana nimebarikiwa kazi ya mikono yangu. Oh, kwa nguvu sana. Sema nimebarikiwa kazi ya mikono yangu. Chochote nitakachogusa kitabarikiwa. Sema amen. Angalia, wajane wanakwenda kwa Yesu, wanapona, wanakuwa matajiri, wanaacha watu wenye mume na mke wameachwa. Mwanamke mjane ametoka na senti 2, akaja ameamua kukutana na Yesu. Macho yanakusaidia tu kumuona Yesu. Macho yanakusaidia kuona miujiza. Kuamini kuko ndani. Oh, hey. Masikio yanakusaidia kusikia. Wangapi wananielewa? Nafanya mapinduzi ndani ya kazi yako. Nafanya mapinduzi ndani ya ndoa yako. Nafanya mapinduzi. Nafanya mapinduzi ndani ya mawazo yako leo katika jina la Yesu. Nafanya mapinduzi ndani ya biashara yako katika jina la Yesu.
nafanya mapinduzi. Sikiliza, mshangao wa watu Yesu akiingia mahali wanaona nyumba zinaota. Mshangao wa watu wanaona umeanza kubadilisha suruali, umeanza kusuka na wewe, umeanza kuwa na saa, umeanza kuwa mbona anachangamka. Lakini mapinduzi hayakutokea ndani ya mwili, yalitokea ndani ya roho. Rabao shata balala. Japo utu wa ndani, utu wa nje umezeeka. Macho hata unavaa miwani. Sikiliza, utaangalia noti mpaka utatoa miwani. Nasema ngoja nione vizuri. Kuna siku mwenyewe utasema, unajua hata hii macho hayumi, hebu ngoja nitoe ni hesabu hela. Unahesabu unaona kabisa. Kuna siku utasema siumi kisukari, hebu ngoja nijaribu. Unajaribu aumu ya kisukari. Kumbe tatizo ni hela. Tatizo ni pressure tu ya nyumba imekataa kuisha. Nyumba ikianza kutembea, unaanza kuona mtu anaanza kunawiri. Nyumba ikianza kutembea, unaanza kuona mtu anaanza kunawiri. Vitu vyako vitaanza kutembea leo. Vitu vyako vitaanza kutembea leo. Mungu akiingia mahali, wangapi wanataka mabadiliko? Sikiliza nikwambie, Roho Mtakatifu humtaka mtu mnyenyekevu. Safari ya Mungu lazima amtume Roho Mtakatifu kwanza. Safari ya magari kuja kwako, msafara wa magari. Msafara wa magari. Lazima uwe na msafara wa imani ndani yako. Watoto unaowataka hawatokani na kuangalia watoto wa watu. Ukiangalia mtoto wa mtu, unatakiwa kuamini. Kupata mtoto ambaye hujapata siku nyingi, rekebisha ndani, sio nje. Hata ukishika watoto 10 ukawashika, hawawezi kuingia tumboni. Hawawezi kubadilisha sura ulio nayo. Sura inabadilika, utu wa ndani. Ukibadilika utatuchanganya hata sisi wachungaji. Hata sisi tunaoomba tutakuwa tunachanganyikiwa. Maana tunaomba tunasema, mbona kama umempendelea? Hapana, ni utu wa ndani ndio unaofanya kazi. Unataka kupanda cheo, badilisha utu wa ndani. Maisha ulio nayo, narudia tena, ni kutokana na mtu ambaye amekuganda. Kuna mtu amekuganda na kuachii. Amekukomaza akili. Unatembea na malapa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Tukikuangalia sisi tunatafsiri, maana tunajua ni aina ya rafiki aliye. Tukikuona kila siku unabadilisha magari, unabadilisha nguo, unabadilisha nini, unakuwa na unaenda juu, una furaha tu, tunajua ni aina ya rafiki uliye naye. Tukikuona unalialia tu, hata kila kitu cha kusamea usamei. Mimi wananionea. Ni aina ya vilio ulivyonavyo na watu wako. Acha leo nikutoboe. Ukiona mtu anakuja kanisani anakaa kama kisima kisicho na maji. Hapigi makofi, haelewi tuko wapi, ni aina ya kundi ulilo. Ukiona mtu anameremeta na kitambaa hivi kanisani, yani lile kundi alilotoka ni la Israeli hilo. Haleluya! Sikiliza. Sasa hiyo bendera unayopeperusha haitakiwi ipeperushwe hapa, inapeperushwa ndani ya moyo. Ukisikia mtu ana furaha, unasikia tu anapiga vigelegele, unajua kwamba kuna bendera inapepea huko ndani. Huyo mtu ana kitu huyu. Huyo mtu ana kitu huyu. Huyo mtu ana kitu huyu. Kuna kitu anakijua kuhusu Kristo. Kuna kitu anakijua kuhusu Yesu. Kwa jina la Yesu, utu wangu wa ndani utafufuka na kuwa na nguvu. Kila aliyekuwa anazuia atavunjika na kurudi nyuma. Sadaka niliyotoa ni ya kutenganisha kaskazini na kusini, mashariki na magharibi. Hataweza kunipata tena, hataweza kunizuia tena. Abadilike mwenyewe, abadilike, aniache mwenyewe, ajiseme mwenyewe, mateso niliyoyapitia sasa imetosha. Sasa imetosha. Maadui marafiki lazima leo ijulikane. Maadui marafiki lazima leo ijulikane. Tunaokaa nao wametutesa, wametufilisi, wametufikisha mahakamani, wametufikisha popote. Leo wataachia njia, wataachia barabara. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Aya, uso, paka uso, futa, paka uso. Mwambie nafuta kila uadui ulioko.
Futa kila uadui ulioko. Touch Jesus. Kila anayejua nguvu ya Mungu amekutana nayo. Touch. Touch. Roho yako itatengana. Nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Kila adui anayezuia kazi yako. Kila adui. Endelea kupokea, usiwe na haraka ya kuamka. Usiwe na haraka ya kuamka kukimbia. Touch. Kila anayezuia maendeleo yako. Kila anayezuia. Nilikuambia mwili wa ndani ndio unajua kazi. Touch. Mwili wa ndani. Utu wa ndani. The name of Jesus. The name of Jesus Christ. The name of Jesus Christ. Kila utu wa ndani ufufuke kuanzia sasa. Fufuka kuanzia sasa. Fufuka kuanzia sasa. Anayepambana na wewe sasa anapambana na Mungu. Anapambana na Mungu sasa. Mpe Mungu apigane naye. Mpe Mungu apambane naye. Mpe Yesu apambane naye. Mpe Yesu apambane naye. Mpe Yesu apambane naye. Mpe Yesu apambane naye. Touch. Usiwe na haraka ya kuamka, usiwe na haraka ya kuamka. Endelea kumwambia Mungu asante. Touch. Kila anayezuia wateja wako, kila anayepambana na wateja wako, kila anayepambana na mbuzi zako kwa siri, kila aliyeenda kwa mganga kwa siri, leo ni mwisho. Leo ni mwisho. Leo ni mwisho. Kila aliyezuia mikono yako, kila aliyezuia habari yako ya kupanda ndege, in the name of Jesus Christ. Robo shata baba shekerebo shapa yanda. Kila aliyezuia gari lako bandarini, kila aliyezuia gari lako bandarini, kila aliyezuia kazi yako, kila aliyezuia uponyaji wako, the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Kila aliyezuia, kila anayezuia biashara yako, leo anatenguliwa. Leo anatenguliwa. Leo anafutwa. Anafutwa. Anafutwa kwa jina la Yesu. Kila anayezuia uponyaji wako, leo anafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu iliyokuwa inatangulia, kila nguvu iliyokuwa inatangulia kuzuia, raba shaba. Sema kila rafiki anayeishi na mimi kumbe ananiharibia, kuanzia sasa, kuanzia sasa mkono wa Mungu umkamate. Mkono wa Mungu umkamate. Mkono wa Mungu umkamate. Nguvu ya Mungu imkamate. Nguvu ya Mungu imkamate. Uwezo wa Mungu umchushue. Uwezo wa Mungu umkamate. Roho Mtakatifu, kamata, 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 kamata. Kila aliyekuwa leo, naamuru azirejeshe zote usiku wa leo. Naamuru usiku wa leo ni usiku wako. Naamuru neema hii, naamuru neema hii ikupate mahali popote ulipo, ikulenge mahali popote ulipo, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Inua mikono yako, sema asante Yesu kwa neema hii ya kurejeshewa, ya kurejeshewa nguvu, ya kurejeshewa cheo. Asante Yesu kwa sababu naenda kupona. Sema amina. Sema amina. Kuna mama mweupe yuko hapa. Kuna roho ya kuachana ambayo iko ndani yako. Unataka kuachana na mume wako. Roho Mtakatifu anakurekebisha. Kuna maumivu. Kuna maumivu unayasikia moyoni mwako, leo yameondoka. Kuna maumivu unayasikia upande wa kushoto, na wakati mwingine mguu wako unakuwa kama unakufa ganzi. Unanielewa? Umepona. Na mama yako yuko wapi? Mama mzazi? Hayupo. Mama yako aliondoka miaka mingapi? Miaka 4. Mingapi? Miaka? Mara kwa mara hilo jambo linakurejea sana. Hilo jambo linakusumbua sana la mama yako. Linakusumbua, linakunyima hata kulala. Kuanzia sasa hiyo picha ya watu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea, pokea, pokea. Receive it. Kuanzia leo utafanya kazi na utafanikiwa. Touch. 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 In Jesus name. Biraba shakataba. Analia. 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 Roho Mtakatifu amekuponya. Kuna mama pale katikati, roho ya mauti inakusumbua. Mara kwa mara
unaingia mahali unakata tamaa, unataka kujiua. Roho ya mauti inakutesa sana. Roho ya mauti roho ya mauti mauti, 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 mauti. The name of Jesus. Raba shelele. Natamka uhai, natamka uhai, natamka uhai, natamka uhai. In the name of Jesus. Natamka uhai. Kila roho iliyotumwa ndani yako ife. Ife. Natamka bei yako kupanda leo. Natamka bei yako kupanda leo. In the name of Jesus. Mama mwenye miwani, kuna mtu anakutapeli. Kuna mtu anakudanganya sana. Kuna mtu yuko ndani ya maisha yako anakudanganya sana. Amekuwa tapeli sana. Na inakuumiza sana. Kuna mtu anakudanganya. Kuna mtu ameingia kwenye maisha yako anakutapeli. Amemaliza pesa yako. Unampa pesa. Unampa pesa. Kila unachokifanya unampa. Lakini anaongea kama malaika wa nuru. Sijui kama unanielewa. Unanielewa? Umeolewa. Kuna mtu anakutapeli. Kuna mwanaume ni kama umemnunua na amekuumiza sana. Amechukua hela yako. Akisema anarudisha, 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 mwisho mmeachana. Sio kama unanielewa kitu ninachozungumza. Roho Mtakatifu ananiambia, kuanzia sasa Mungu amekurejeshea vyote vilivyochukuliwa. Umekuwa mtu wa kulia sana. Umekuwa mtu wa kulia mara kwa mara kwamba umepoteza. Haujapoteza, bado hujawa mzee. Haujawa mzee. Ni wewe ndio nilikuwa nahubiri. Ni wewe ndio nilikuwa nakuhubiria. Wewe sio mzee, unakwenda kutajirika sasa. Kwa mamlaka niliopewa na Yesu Kristo, ninaondoa jini mahaba ndani yako. Ninaondoa mahaba. 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 Huyo anaolewa kwa harusi. Uweze kukataa tena. Utaweza kukataa. Nimevunja hiyo ndoa yako. Nimevunja hiyo ndoa yako. Nimeivunja. Na kuanzia leo nafungua njia zake zote. 1, 2, 3. Ufe. 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 The name of Jesus Christ. Kuna huyu kijana mweupe, mweupe. Kijana yuko hapo. Kijana mweupe. Kijana mweupe. Huyo hapo. Mimi namuona kijana huku. Yule sio kijana pale. Hataki kusimama. Ndio wewe. Ndio. Tazama ya kale yamepita. Yamekuwa mapya. Kuna kitu kinajirudia kwako na kinakuumiza sana. Kuna kitu kinajirudia kwako sana. Nataka nikutangazie umesamehewa. Nataka nikuhubirie kidogo. Wako watu wabaya walioenda kwa Yesu wakasamehewa. Umesamehewa. Kuna kitu umekifanya kinakurudia kwamba kinakuhukumu. Kinakuhukumu. Leo nakutangazia. Imeisha. Imeisha. Kuanzia sasa uwe huru. Touch. Jesus name. Mama anayeingia na mtoto, Mungu anakupatanisha na mtu unaishi naye. Kuna mtu unaishi naye ni kama mnaishi kama maadui. Mnaishi kama maadui. Sijui kama unanielewa kitu ninachozungumza. Kuna mtu unaishi naye, yuko wapi? Unaishi naye kwa mahesabu. Unaishi naye kwa mahesabu. Kwa password. Ni kweli sio kweli? Kuna wakati, weka mikono juu. Kuna wakati akiamka usiku unakonda kwanza. Wewe unakonda. Akijigeuza kitandani wewe unakonda. Sijui kama watu mnasikia masikioni au anakonda.
kuanzia sasa ninaondoa utisho alionao. Kuanzia sasa naondoa, sio mume wako sio simba wala chui, mume ni mume, na ninambadilisha kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Touch Jesus name. Touch in Jesus name. Robo shalabo chiteba rakushelema. Kuna mama analia pale. Kuna mama analia. Namwambia kwamba vita yake imefika kileleni. Vita yake imefika kileleni. Vita yako imefika kileleni. Vita imepiganiwa na watu wengi. Vita yako imefika kileleni. The name of Jesus. Vita imefika kileleni. Vita imefika mikononi mwa Bwana. Mkono wa Bwana umeamua kushuka kukusaidia. Mkono wa Bwana umeamua kushuka kukusaidia. Nguvu ya Mungu imeshuka kukusaidia. Nguvu ya Mungu imeshuka kukusaidia. La raba shetetepa rakushelema rikayandabo shakalaba rabababao 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 rabababao. Inakusaidia kabisa na inafuta kila kipengele kilichokuwa kinasimama kimefutwa. Kimefutwa kila alama. Imefutwa kila alama. Unaondoka na ushindi leo. Ni ushindi wa ajabu sana. Kila mtu atajua kesho umeshinda na watakuuliza umetoka wapi. Touch in Jesus name. Touch in Jesus name. Pokea ushindi wako. Pokea neema ya ajabu. Pokea neema ya ajabu. In the name of Jesus. Sante Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Inua mikono yako juu kila mtu. Sema asante Yesu. Somo ni la kwangu. Neema hii ni ya kwangu. Haitanipita. Hii nguvu ni ya kwangu. Hii nguvu ya Yesu ni ya kwangu. Roho Mtakatifu amenisaidia. Amenivusha. Amenivusha. Nimewekwa huru. Asante. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante kwa kunivusha. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kunigusa. Asante kwa neno hili ambalo limenivusha. Ninakubariki Yesu. Ninakubariki Yesu. Ninakuinua. Ninakuinua. Nimebadilika ndani ya moyo wangu. Nimebadilika ndani ya moyo wangu. Kila kitakachosimama mbele yangu kitasambaratika chenyewe. Kila rafiki aliyekuwa ananiumiza na amejificha aonekane. Mkono wako sio mfupi. Macho yako haujawahi kusinzia. Hata wakati wakina Petro walijua umelala, kumbe hujalala. Kumbe wewe hulali. Kumbe hausinzii. Wakati wakina Paulo na Sila walijua mkono wako haufiki gerezani. Kumbe mkono wako ni mrefu. Sema mkono wako ni mrefu. Unafika ndani ya gereza na kufungua gereza. Baba, umenifungua na mimi. Sema kwa nguvu, umenifungua na mimi. Tazama ya kale yamepita. Nimekuwa kiumbe kipya. Sema amen. Nimemaliza ibada. Nimemaliza ibada. Sadaka watu hawajatoa, nataka iwe hiari. Nataka iwe hiari. Wakati unaondoka unatoa. Shika sadaka yako kama unayo. Sante Yesu kwa ajili ya jina lako. Sante kwa neema yako. Sante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wanatoa sadaka wanaenda nyumbani. Ninaomba Baba, kwa somo hili la leo, Baba, wakawe chachu ya injili pale mtaani. Ni katika jina la Yesu Kristo. Jumapili tunaonana wakiwa na afya njema, maana utu wa ndani hautalegea tena. Wakorinto wa pili sura ile ya 3 mstari wa 16 hadi 18. Baba, ninakusihi ukawabadilishe in the name of Jesus. Sante kwa sadaka hii. Sante kwa matoleo ya watoto wako. Sante Bwana, maana wanakuja na kuondoka kwenda nyumbani. Nenda nao Bwana. Wape roho ya maombi. Wape roho ya kusoma neno. Wape roho na nguvu zako za ajabu. Baba, wajaze nguvu wakiwa majumbani kwao. Mahali popote wasiwe kama majeneza, wasiwe kama makaburi yaliyokufa. Baba, nakusihi kila mtu moyo wake ukachangamke. Moyo uliochangamka ni dawa. Katika jina la Yesu Kristo, maneno yote niliyoyazungumza ni kwa ajili ya watoto wako. Ni kwa ajili ya watoto wako ambao wanakwenda kushinda. Sema amen.